hata ile tulifanya Nairobi kugusa Gachagua. Unajua watu wengi hawaelewi. Siku moja mtajua ilikuwa ni lazima aende. Uwezi lete villager kukuja ku-incite all Kenyans. Oh, huyu sijui nani, sijui shares ya nini hapa, sijui nini pale. Tuko na Wakikuyu capable wenye wanaweza kuunganisha nchi, wenye tunaweza shikana sisi wote. Kwani nyinyi mlikuwa mnajua Gachagua kwa katanga iliyopita? Si mmejua hivi juzi wakati anakuwa naibu rais? Kwani hii itasimama Gachagua akitolewa? Kwani leo tukiamua kutoa William Ruto hii itasimama? Hata huyo William Ruto akitolewa kabila tunaimpeach yeye, tunapunguza yeye. Ukianza kusimama kusema huyu ni sijui nani, kuanzia asubuhi mpaka jioni unaongea fitina tu, hutaki kujenga kitu, hutaki kusema kitu yote. Unasema tu huyu anataka hii. Na hata niwaambie, si mnataka niwaambie ukweli. Si Gachagua amekuwa deputy president kwa maamini. Si mimi nimekuwa mjumbe kwa mwaka 12. Aleta rekodi yake ya mwaka 2 akiwa deputy, amesaidia nani? Na mimi nilete hapa. Mimi namshinda mara 500. Na ndio mnao muelewe, si ati ukitoa mtu ama uguse mtu ati kwa sababu ati unamchukia, hapana. Sometimes mtu kama ni wrong, kama suti ni wrong, mwambie suti wewe ni wrong. Juzi tumekuwa hapa Moscow. Watu wamechomokiwa pale wa biashara, sio wakali. Ni wote ni mixed up. Mimi nimetoka safari hata sijapumzika. Gavana amefika na huyu chama kidogo. Tumechomokiwa Moscow. Na ule MCA rafiki hapa Moscow ametutuma. Twende tufanye haraka na Moscow. Mimi nimetoka hiyo Friday jioni, nimekimbia Tanzania, nimerudi kutoka Tanzania usiku. Asubuhi nimechukua ndege nimekuja kwenda kanisani. Mimi sijui kama kuna mtu amepanga maovu. Me I was very genuine. Nilikuwa natembea na askari yangu mmoja. Askari wengine wote walikuwa hiyo. Tumekaa pale kwa Rambe, naona mlolonga watu wanakuja. Ile ujinga iko hii dunia. Wakapigana hapo kama dakika 10. Mimi nauliza ni nini? Ati huyu mjumbe wa Soi hapo na kisirani. Sasa wakati alipita niongeze Dika shida hiyo hapo. Dika ananiambia, "Either niende nyumbani ama kama naende nyumbani." Nikamwambia wewe utaenda. Kwa sababu ukisikia mtu anaombea unakuja from nowhere. Watu wamechomekewa. Ni kama sasa hivi tunakuja kusaidia mama Mungai. Alafu ukuja hapa na vishindo unataka kutushindana kisiasa, surely. Surely. Sisi wote tupendane. Na ujue ukipewa jukumu ya uongozi, kama uelewi uliza. Jukumu ya uongozi ni kazi mzito sana. Ni mambo ya kupanga. Mimi nataka ni ombe msamaha yangu huko. Huyu huko. Hapo na roho safi sana huyu. Lakini hapo na wazimu kidogo. Nataka kuja hapo. Huyu mtu ni mtu. Ngoja, tuliseme bodi. Huyu mtu mnaulize. Ni mtu mzuri sana kwa roho. Kabisa. Lakini unajua wanasema mtu akikosea si mzuri kurekebishwa. Na pia aombe msamaha. Sina kama mzuri zaidi. Mimi nataka tukitoka hapa sisi ni kitu moja. Na mjue hivi. Hakuna mtu atama hii Wasingishu na hakuna mtu atama hii Kenya. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Tunakubaliana? Na wakati nilikuja Langas, watu wanapatia example mzuri. Wale wajumbe wote walichaguliwa pale nyuma. Walikuwa wanaogopa Langas kwa sababu wanaona ni kama kuna chaos, ni kama yani hata hawataweza kufanya kazi pale. Na mimi nataka nikwambie Koko. Yes. Supporters wangu namba 1. Namba 1 ndio dhati ni Langas. Asante. Na nikakuja nikawaambia watu wa Langas, kama tunapeana basari mashambani, nitawapatia basari Langas. Nikawaambia kama najenga shule mashambani, nitajenga shule wapi? Langas. Na sio yote inafanyika. Na tunaendelea kufanya. Na muniwie radhi kidogo. Kuna vitu bado sijamaliza. Kuna hiyo barabara ya Mumbi ya wapi. Tuliseni bora. Hiyo vitu yote tutatengeneza. Kwa sababu mimi siamini kwa ukabila. Siamini kwa ukabila.
na mimi nasaidianga across kama niko na uwezo. Na unajua watu wengi wanasema huyu Sudi ako na pesa mingi. Mimi naambianga Mungu haleluya. Hiyo maombi ni mzuri sana. Wakisema uko na pesa mingi usiaye sema hauna. So mimi niko na pesa mingi. Lakini pesa pia hawaangalii kila mtu. Mungu anajua bayana yake. Unajua Mungu unajua malaika wa Mungu. Si hata watatoka mbinguni kuja hapa. Sisi ndio malaika wa Mungu hapa. Unawekelea mwingine. Unajua kuna mwenye akiwekelea hawezi kuwekelea mwingine. Sasa utapewa aje? Sasa ile niligusia, nilikuwa najaribu kuwafunza tukae pamoja. Ukiwa na ndugu anatoka Nyanza na hapo next to your door, huyo ndio ndugu yako kushinda mwenye yako na kule. Ukiwa na ndugu kutoka Rift Valley na hapo next to your door, huyo ndio ndugu yako. Tuache ukabila jamii. Tuache na Mungu leo hii 2027 hii. Viongozi wote wa kabila wataenda nyumbani. Ukisikia mtu anakuwa mkabila anasema huyu ni Kipsigis, huyu ni Mnandi, huyu ni Mkenya. Tena atafika aseme huyu ni Mnandi lakini ni asili fulani. Huyu ni Mnandi, huyo mtu ni mjinga ya kubeba na magunia. Huyu ni Mkikuyu, huyu sijui nini. Sijui nini. Nani aliandika barua asaliwa mali yote? Sisi wote na Natalia, unajua mimi naambianga wanaume nyinyi, msijifanyaje wajuaji, huyu sijui ni nani, huyu ni nani. Kama kuna watu wanajua watoto na watu waliozaliwa hii dunia ni wao. Kama mama anajua, na niwaambia watoto ni wako, najilinga huyu ni. Sasa niwaulize, wacha niwaulize swali rahisi na mnijibu. Na msiende kando. Mnijibu. Mnajua mjinga wa Swahili? Ukiona mtu ni mgale. Ukikaa tu vizuri, wakati mtu ni mgale. Wacha ukabila jamani. Kama mama amesema tu huyu ni Brown, sema sawa. Akisema huyu ni Muigai unasema sawa. Wakisema huyu ni Kituko unasema sawa. Sio acha kuzunguka hapo na kusema wengine ni Waluya, wengine ni Wakisii, wengine ni nini. Sisi wote tu ni mchanganyiko tu. Ni Mungu tu ndiye anajua maneno. Si ndio?